Movie inaanzia kwenye hii familia hapa, baba, mama na mtoto wao pekee anaitwa Roti. Hapo wamepoa kama familia, wanakula zao ndizi. Sasa Olachi baada ya kula ndizi akaanza kujisikia vibaya, alielewi tumbo lake. Olachi, uko sawa kweli binti yangu? Niko sawa, lakini bado hali ya Olachi kazidi kuwa mbaya na mwisho akakata moto hapo hapo. Ni huzuni sana kumpoteza mtoto wa pekee uliye naye kwa wakati huo. Sasa Mayo na Olachi walikuwa na huzuni sana. Ni vilio tu hapo ndani na wanauji uwepo wa Mungu. Na kama yupo hayuko fia kwa upande wao. Kwa nini ameruhusu binti yao kufa namna ile? Walilia sana hapo. Hilo ndo kazi ya Mungu tena. Haina makosa. Sasa leo Mayo amerudi nyumbani kutokea kazini, akasikia sauti ya mkeo anapiga kelele kinoma, akamfuata. Ile kidogo tunamwona anatoka nje na haraka kinoma akafungua geti. Urati huyu hapa getini. Anamcheka tu baba yake. Sasa mida baadaye amechukua nguo kabatini ya vaya, akaanza meuzauza, mara nguo zinaanguka zenyewe, mlango wa kabati unafungua na kufunguka wenyewe. Mayo alipagawa kinoma. Hivi ni wengine na mchizi tu au kifo cha Olachi kuna namna? Tuendelee kuangalia movie. Sasa baada ya wiki kadhaa mbele, maisha mengine yaliendelea kwa wanandoa hawa. Ila mchizi alikuwa anasumbuliwa sana na ndoto kuhusu binti yake, na hivyo aliendaga hospitali, na daktari akamwambia ni trauma tu, ni kawaida tu, kutokana na aliyekufa ni binti yake, hivyo atakuwa sawa. Basi wakaamua kuangalia zao movie. Kidogo movie inakata, Lachi anatokea pale, anasema mwambie mama ukweli au nitamwambia mimi. Alishtuka sana, akasema anajisikia vibaya, akasepa. Timu akabaki anashangaa tu, ajui nini kinaendelea. Sasa mchizi akaingia zake kwenye gari ili asepe. Kidogo Lachi akamtokea tena na anasisitiza tu amwambie mamake ukweli. Mchizi anaomba tu msamaha, milango merokiwa, haendi popote. Mwisho akawa amezima kabisa. Na sasa swali linabaki, ukweli upi mama anatakiwa kuambiwa na mumewe? Tajua mbele. Timi baada ya kuona muda mrefu umepita akaenda nje kumwangalia mume wake, akamkuta mchizi amepoa, yani amelala kitambo kabisa. Mayo, una uhakika kuna unachotaka kuniambia kweli? Mchizi akadai hakuna lolote, yeye yuko sawa tu. Basi wakazama mazoezi ndani. Sasa Timi amepoa hapa, anaangalia picha za Olachi. Mauzauza, si ndio akaanza. Alikuwa anaogopa vibaya sana, na ukizingatia yuko mwenyewe hapa. Nani wewe? Mama. Olachi. Ni mimi binti yako. Ndiyo mama, ni mimi. Uko wapi mwanangu? Olachi akawa amejitokeza pale. Timi alimlilia sana mwanawe, amemmiss sana, na mwisho Olachi akapotea. Timi akabaki kulia tu na akawa amestuka usingizini. Anasema amemuona Olachi, anamwambia hana furaha, anataka kurudi nyumbani tu. Mchizi akamtuliza waendelee kulala. Lakini baada ya muda mchizi akaanza kusikia sauti ya Olachi. Usingizini anaweweseka tu hapo. Na mwisho mchizi akawa amepiga chini, amezidiwa. Sasa leo mchizi amemtafuta sana mke wake, ametafuta kila sehemu, hayupo kabisa. Kumbe Timi anapoa upande wa nyuma. Analala huku Olachi anamuimbia mama yake kwa pembeni, "Mami, I love you. Love Mezi." Si ndio akamuona, akarudi nyuma chap akapoa. Olachi aliposepa, mchizi akamfuata mkewe, lakini bado hali haijatulia. Mchizi anaendelea kuona mauzauza kila siku, ila mimi na wewe hatujui kwa nini anaona haya mauzauza, au je alimtoa kafara Olachi? Lakini tusihukumu, tusifikirie vibaya. Tuendelee kuangalia. Siku nyingine alipokuwa akitaka kwenda ofisini, gari likawaka lenyewe, tazi kiwaka na kufifia, redio inajicheza yenyewe na hewa inabadilika. Yani ilikuwa hatari sana kwa upande wake. Sasa leo wako maeneo ya jikoni, wanaendelea na mahaba yao kama kawaida. Stories za hapa na pale. Mchizi akavimba kuchukua maji kwenye friji, alichokutana nacho ni kichwa cha Olachi. Bwana akafunga chap, vipi kuna nini? Hakuna kitu. Kidogo mtu anapiga kelele sebuleni, wakawa wameenda kuangalia, ila wote walikuwa jikoni. Nani sasa kapiga kelele sebuleni? Wanaporudi jikoni nako pamevunjika mpango. Takataka zimemwagika chini pale. Ni hatari kweli. Yani upande wa pili Olachi anapiga zake misele mjongoni hapa, wala hawazi. Kwanza hapa ni nyumbani kwa baba yake na mama yake, anatamba anavyojisikia. Sasa Mayo leo alikuwa anamwaza sana binti yake, nyakati ambazo walikuwa wanakifurahia pamoja kama baba na binti. Na imani mnajuaga upendo wa baba kwa binti yake unavyokuwa. Mchizi alikuwa analia sana kumlilia binti yake, na mkewe akawa anamtuliza, usilie, mipango ya Mungu tu. Sasa leo Timi amegoma kabisa, hataki kuelewa, hamuelewi mumewe, anataka ongea naye ili wajue shida ni nini. Daktari amesema hii ni trauma tu. Hapana, hii sio trauma. Hauendi popote hadi utakapoongea na mimi. Mchizi akawa amestuka kana kwamba kuna kitu ameona. Umeona nini sasa hivi? Sawa, nitaongea. Sasa mchizi alikuwa anakaribia kupoteza kazi na alikuwa anahofia sana kwa maskini. Akawa amezungumza na rafiki yake kuhusu hali yake kwa sasa, na mchizi akamwambia aende nyumbani kwake kesho. Nilienda nyumbani kwa William ile siku na akanipeleka sehemu na akanikutanisha na mtu anaitwa Lord Lumba ambaye ni mganga wake. Tulipofika kwake aliniambia kila kitu, akasema atasolve kila kitu. Nilifurahi sana, ila sikujua kama ilihusisha vitu vya damu. Akanipa kioo ambacho niliweka ofisini kwangu. Nilikuwa nikitaka kuongea na mtu kesho au nikihitaji chochote kutoka kwa mtu fulani, na muita kwa jina lake na mwambia anachotaka, na kesho ikifika alikuwa hakatai. Nilikuwa ninyosha tu maelezo. Nilikuwa na furaha sana. Watu wote walionikosea waliniomba msamaha. Ila siku moja akaniomba jina la binti yangu na nikampatia. Na ile siku niliporudi nyumbani, Olachi ndiye aliyefariki. Kwa hiyo
wewe unahusika na kifo cha binti yetu? Hapana, siwezi kumuua mwanangu. Nilimuuliza William akaniambia Ulumba amefanya nafasi yake. Nilienda ofisini nikapasua kile kioo nikiogopa, nikajua labda wewe ndio ungefuata. Naipenda sana familia yangu. Mchizi alilia sana na kuomba msamaha kwa mkewe kwamba hakutaka kabisa kuona familia yake inarudi kwa maskini. Alipambana sana kwa ajili yao. Timi alibaki kulia sana kumpoteza binti yake. Olachi yule akamfuata mamake na akamwambia kwa sasa ana amani, hivyo anaweza kwenda kupumzika. Wakati akasepa, Timi leo amechukua nguo zake, anasepa, hawezi kubaki na muuaji. Mchizi aliomba sana msamaha, ila akaambia atarudi kufuata vitu vyake vilivyobaki. Na mchizi akawa amempoteza mtoto kwa ujinga wake, na mke ndio hivi amesepa. Na huo ndio unakuwa mwisho wa mzigo huu wa kuitwa Olachi. Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa movie hii ya kusisimua. Kama umefurahia simulizi hii, tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel ya Kicha TV, bonyeza like, comment na share kwa wenzako. Na hakikisha unawasha kengele ya notification ili usipitwe na movie kemkem zinazokuja.